Mr. Mpoki Buya Kamina Mwandagasia. Mwakilembe. Inakuwaje Donald Trump ameanza kushambulia watu huko, alafu sasa hivi anaomba mazungumzo. Ni kwa nini aombe mazungumzo wakati yeye ndio alianzisha vita na aliambiwa kabisa ukishambulia hapa ujue hivi vita vitakugharimu? Kwa nini anaomba mazungumzo? Tungetamani kulijua hilo kwanza. Ukiachana na kauli hiyo unayozungumza kwamba anaomba mazungumzo, lakini ukumbuke tu kwamba alizungumza Ayatollah Khamenei mwenyewe kabla hajaaga dunia, ama kabla manyang'au hawajamuua kindava tarehe 28 mwezi wa pili mwaka 2026. Alizungumza Ayatollah akasema kwamba kama sinadhani Ayatollah kuna mtu yote kama sio waziri wa ulinzi hapo utanikumbusha kidogo, ya kwamba walikuwa wanamuonya Marekani asije akafanya ujinga wowote. Wao wanataka ni ujinga. Marekani usije ukafanya ujinga wowote wa kujaribu kuishambulia Irani, kwa sababu utakapoanzisha vita basi swala zima la kusimamisha vita na swala zima la kumaliza vita itakuwa ni jambo ambalo liko juu yetu sisi na sio juu yako wewe Marekani. Kama nakumbuka kauli hii ilizungumzwa mwishoni kabisa, alizungumza Khamenei kama na viongozi wake, yani swala la kusimamisha vita swala la kumaliza vita sio jukumu tena la Marekani, kwa sababu waliambiwa kabisa kwamba ukuwa makini ukija kuanzisha vita, jukumu la kumaliza hivi vita au kusimamisha sio Marekani, ni sisi ndio tutakayeamua. Na ndio maana unaona wazi kabisa kwamba Emmanuel Macron Ufaransa na Marekani na alizungumza Trump ya kwamba sasa dunia iko salama, sasa nipo tayari kwa mazungumzo. Lakini upo tayari kwa mazungumzo? Mazungumzo yapi? Mazungumzo ya aina gani? Mazungumzo ambayo yatampendelea nani? Sababu lengo la Marekani anataka ile Irani iwe submissive, yani wawe watu ambao wanaabudu Marekani, na Mwajemi hajawahi kumwabudu mtu zaidi ya Mungu wanaomwabudu wao wenyewe. Na Mwajemi hajawahi kumpigia mtu magoti hata siku moja. Na ni kabla hujaenda hapo Mwakilembe, utakumbuka pia vile vile kwamba moja ya kauli ambao wameizungumza nadhani ni Waajemi, uongozi wa sasa, uongozi mpya wa Ayatollah huyu anaitwa Al-Safi, umesema kwamba wao kama wao mazungumzo hawahitaji mazungumzo wao kwa sasa. Huu sio muda wa kuzungumza kwanza, kipindi ambacho bado wanaomboleza, wako katika simanzi nzito. Yani nchi ipo katika simanzi nzito na watu wana hasira vibaya mno sasa hivi juu ya kifo cha kiongozi wao mwenye madaraka na mamlaka, Ayatollah Khamenei. Wamesema kwamba pia vile hawataki msaada kutoka mahali kokote kule. Kwa kama Mwakilembe, wewe ulikuwa unafikiria kupeleka msaada nchini Irani, si ukasaidia angalau hata mkuki au upanga. Wamesema kwamba wao kwa kawaida kama Irani wamejitosheleza na hamna nchi inaweza ikaisaidia Irani. Wao hawataki msaada wowote ule kutoka mahali kokote kule. Kwa hiyo swala msaada pia wamelikataa, sababu watu wengi pia Urusi jamani, kwa nini asiingilie kati? Vladimir Putin, jasusi wa zamani wa KGB, akasema kwamba yeye kama yeye hawezi kuisaidia Irani kwa makombora ili iweze kuishambulia, ili sababu ndani ya Israeli wako Warusi zaidi ya milioni 2 na wanazungumza Kirusi ambao ni ndugu zake wale. Maana ni kwamba Putin yeye ametaka tu bado waendelee kuzungumza, waendelee kumaliza. Lakini mmoja kamanda mkubwa ndani ya Urusi amesema kwamba Marekani anavamia nchi zingine, anapiga nchi zingine, na hii ni kwa sababu Marekani hajui maana kamili ya vita ni nini. Lakini huenda anajua au huenda sababu vita vijaye kupigwana ndani ya taifa la Marekani. Kwa Mwakilembe, na ufahamu kabisa pia kwamba hiyo ya kwamba tunataka tuzungumze ili aweze kuishi, maana yake kwamba Trump na serikali yake wanajaribu kuomba nikimaanisha kwamba mambo yamewazidi sana, au unga umezidi maji au maji yamezidi unga. Na hii ni kwa sababu ya makombora mfululu ambayo yanafanywa, kwa sababu Irani, Mwakilembe, inapiga makombora mfululu, na kipindi hiki ambapo kama vile uongozi umevurugwa fulani hivi, hasa wale vijana ambao wamepewa usukani, wale wanamiliki ile magari, wanabonyeza tu vidude, na wale madada ambao wanashikilia zile kompyuta kule wamevurugwa na akili, vitufe vinabonyezwa tu, ngoma zinanyuka angani. Nakumbuka
Irani ndio nchi ambayo ina drones nyingi zaidi duniani, na zile drones zikiachiwa tu zinaenda kutua popote wanapotaka wao zitue. Na kumbuka kutoka Israeli mpaka wapi Irani ni kilomita kama 2300 hivi, ni mbali kichizi. Kwa maana ni kwamba hizo drones pia zina speed ambayo sio kawaida. Sasa Trump baada ya kupigana kwa kaona imekuwa ngumu, wanajaribu kukaa vikao vyao kule kama wachawi, lakini bado. Unajua Mwakilembe, mmoja ya mawazo makubwa aliyokuwa nao Trump na serikali yake ilikuwa ni kwamba eti wakiondoa uongozi ule wa juu, wakaua makamanda kule juu, wakamua Ayatollah, basi nchi inaweza ikavurugika, ama nchi inaweza ikakosa nguvu, ama nchi inaweza ikasimama, ama vita inaweza vikasimama. Kumbe imekuwa tofauti na vile ambavyo walikuwa wanafikiria. Kumbe wamejidanganya. Ndio maana alizungumza nani ni rais wa Ujerumani au ni nani au ni kansela, ya kwamba na Uingereza wasema ni Steinmeier mwenyewe, waziri mkuu wa Uingereza, ya kwamba tulifikiri kwamba baada ya kumuua Ayatollah uende na vita vingesimama, lakini kumbe tulipiga mahesabu yetu vibaya. Na ni kweli tulipiga mahesabu yetu vibaya kweli kweli mwalimu. Kwa bado mambo ni mukide, mambo ni ya moto, na dawa ya moto imekuwa ni moto siku zote. Ndio maana Iran anapeleka moto ambao sio kawaida, na sio tu kwa kambi za Marekani na kwa washirika wa Marekani, na kwa mtu yoyote atakayethubutu. Hata wewe huko Afrika Mwakilembe, ukithubutu tu kuisaidia Marekani, na wewe huko watakufikia, kwa sababu wana zile drones ambazo zinaweza zikaambaa kwa umbali mrefu zaidi. Umeona mwalimu? Kwa hiyo Trump sasa yeye ajui afanyeje. Kauli ambayo ameizungumza sema kwamba sasa ikishindikana sasa itabidi tupeleke jeshi la wanajeshi 100,000 kuingia ndani ya Iran. Lakini Mwakilembe, ndio kauli ile aliyozungumza kamanda mkuu wa majeshi wa Urusi, ya kwamba Marekani hajui thamani ya vita, hajui vita vinaonekanaje. Uingie katika ardhi ya Mwajemi na hamna atakayebaki salama. Yaani bora wapigane vita hivyo vya panzi huko angani, lakini kuingia kwenye vita vya Mwajemi, nadhani kwenye ardhi ya Mwajemi itakuwa ni ngumu zaidi. Kwa mwalimu, kifupi mpaka sasa bado ameshambulia ameshambulia mataifa yale, ameongezeka mataifa maeneo 14, maeneo 14 mpaka maeneo 18 ndani Mashariki ya Kati. Kifupi, hamna taifa ambalo halijaguswa, wote ambao ni washirika wa Marekani, hamna ambaye hajaguswa mpaka hivi ninavyozungumza. Na wameweza kutaka kuonyesha kombora lao lile kombora lile la masafa leo kwa kilomita 12,000, nyinyi mnaita sini kombora la kuzimu, wameweza kulionyesha tena. Kumbe analo bado ambaye likafika nchini Marekani. Wakati huo mwalimu, dunia nzima ndio hiyo imesimama, uchumi wetu utaenda kuyumba kidogo kama sio kufa. Utakumbuka wale ndio wanamiliki 20% ya uchumi wa dunia. Nazungumzia wa Irani. Wanamiliki vipi? Wanamiliki ule mlango wa Hormuz ambao unaamua nyinyi ukaenda kwa Kilembo kina nani, muishi vipi, viwanda vyenu viende vipi, mafuta na nini. Lakini sasa hivi mlango ule umefungwa, na mlango ambao umefungwa, meli zinazopita pale ni meli za Urusi na China peke yake. Wanaoruhusiwa kupita pale Urusi na China tu, wanapewa ruhusa kupita kwenye mlango wa Hormuz. Nikimaanisha pia vile katika mlango huo wa Hormuz huo, ambapo ni 20% ya mafuta ya dunia upita pale, China wameteka pia mabomu. Na kama ndege yote na meli yote ikipita ambayo sio ya Urusi sio ya China, inalipua papo kwa papo. Kwa mwalimu, hali imekuwa ni kama hivyo. Lakini pia vile meli vita za Marekani ziko taarifa kwamba zimezamishwa, lakini bado hiyo haijathibitika, sababu kipindi hiki propaganda ni nyingi mno. Benson Mwakilembe, unataka kuuliza chochote au ni wewe niendelee kukufanulia kinachoendelea mwalimu? Kwa sababu unajua mambo ni mengi afu muda ni mchache. Na wakati huo na huyu Iran naye apoi, Marekani naye apoi, lakini hali inaonekana kuwa mbaya kwa upande wa Marekani na washirika wake. Kwa sababu kwa mujibu wa msomi na mchambuzi mkubwa wa siasa Mashariki ya Kati Mustafa Najafu, ni kuwa Irani wamekataa meza ya mazungumzo mara 3 kutoka mataifa matatu tofauti ambayo yamefuata na Marekani ili waongee nao, wakae mezani wazungumze wamalize. Inasemekana kuwa wanaoongoza Irani wote kwa sasa ni watu wenye itikadi na misimamo mikali kuliko kiongozi aliyepita huko. Pia kivita wanaamini sio busara kwenda mezani, ni mapema sana, ila kama watahitaji mazungumzo yaanzie baada ya angalau siku 60 na kuendelea. Sasa mwalimu, wewe siku 60 utakuwa uko wapi sasa hivi? Wewe sasa hivi vita wamesema hivi mpaka siku 60 zipite ndio mazungumzo tuanze kuzungumza. Unafikiri tutaishije huku duniani? Maana yake nafikiri hizo nchi hapo Mashariki ya Kati, si Bahrain, si Katari, si Jordan hapo, sio kwa mbaki Kayamba.
Wamesema mazungumzo wanazungumza baada ya siku 60 kupita. Si umeelewa? Hata siku 60 kupita sio siku, katika vita ni siku nyingi sana. Nani atakabaki salama hapo Mwakilembe hapo Mashariki ya Kati? Kwa hiyo uongozi wa sasa ni uongozi ambao umekaa vizuri. Unachokiona kuna mambo yanaendelea hapo Mwakilembe. Iran imechoma rada hii yenye. Unajua kuna ile rada kubwa Mashariki ya Kati ya Marekani. Ile imepigwa moto na Iran. Ile imeshambuliwa. Umeona? Yaani ilibidi Marekani silaha zao wameenda kuzificha, wanasema Cyprus. Unajua kama ni kweli silaha nyingi zimefichwa Cyprus, sababu yupo huyu Mwajemi yupo anaangamiza kambi moja kwenda kambi nyingine, na vile vile wanajeshi wameuawa Mwakilembe wa kutosha, na mpaka sasa hivi naambiwa imefika idadi kama kwenye 500 baada ya taarifa, japo hajathibitika bado. Wamekufa vibaya mno wanajeshi wa upande wa Marekani na uharibifu ambao sio wa kawaida, na vita Mwakilembe ni gharama. Mwalimu, hapo nikiwa mimi naendelea na uchambuzi chache juu ya kile ambacho kinaendelea Mashariki ya Kati, tusiache kuwakumbusha ndugu zetu wote wanaokuu wa Mwafrika, baba wa kivita na historia ya dunia, kwa wale ambao wako tayari kujiunga na sisi kwenye kundi letu la WhatsApp. Lakini utapiga namba ile 0762 15 50 25, 762 15 50 25. Ni namba ya WhatsApp pekee yake upate kujiunga ili kupata taarifa basi na maarifa. Kwa mwalimu, na serikali hii ya Wajemi imeonya, imesema kwamba wanafahamu walikoficha silaha wa Marekani. Marekani hali imekuwa ngumu mpaka anaficha silaha zake. Wanafahamu zilikofichwa, na madai ya serikali ya Iran wanasema kwamba zimefichwa upande wa Cyprus, na huko wana makombora watakaoweza kufika huko. Kwa muda si mrefu yako makombora yataingia ndani ya Cyprus kwenda kusambaratisha silaha za Marekani. Kwa hiyo bado ni kimbembe, japo Trump anafikiria kupeleka wanajeshi 100,000 ndani ya Irani ikibidi, lakini mimi ningekuwa na mshauri wa Trump, ningemwambia asije akathubutu, sababu taifa la Irani aliingiliki kirahisi. Yaani wakiingia alizini ndio wamekwisha kabisa. Yaani wamekwisha kabisa. Anafikiria Trump, na pia vile amezungumza na Netanyahu ya kwamba naye atapeleka wanajeshi 100,000 kufikiria kuingia ardhini ndani ya Irani. Watapeleka wanajeshi 100,000 wapi? Saa ngapi? Watapitia wapi? Uongozi huu ukiwa huko wapi? Wananchi Mwakilembe bado hali ni tete mno, na kwa kuongezea tu kwamba hapo tayari jamaa anaendelea kugusa. Ni katika historia ni kwa mara ya kwanza Mwakilembe kuona kwamba yani taifa moja inashambulia nchi karibia 10 na zaidi, shambulia maeneo na zaidi, taifa moja. Yani kule Israeli ndo kabisa, kule ndo mabomu kule, wao kule wameachia anaenda yenyewe. Kule hamna haja ya kuangalia tupige wapi. Yaani kule wameachia mabomu yanaenda, makombora yanaenda yenyewe. Maeneo mengine wanajaribu kuseti mitambo, kuguze kambi za. Kwa hiyo na mataifa washirika Mwakilembe kama unaona Falme za Kiarabu, sijui nini Dubai, sijui Saudi Arabia, Katari, Jordan, Oman, mataifa mengine wamemuomba Muirani aache mara moja kuyashambulia mataifa hayo. Na Iran amejibu ya kwamba cha msingi ni kwamba inabidi mataifa ya Kiarabu washirika wa Marekani waongee na Marekani ili Marekani aache kushambulia Iran kutumia kambi zake ambao zipo kwenye mataifa hayo. Vinginevyo wao hawana makosa na wao hawana shida na wao hawana uadui na mataifa ya Kiarabu, isipokuwa adui wao mkubwa anatumia ardhi ya mataifa ya Kiarabu kuishambulia Iran. Kwa hiyo Mwakilembe ni kindumbwe chali wanasema mwenye kupata na apate, mwenye kukosa na akose. Kwa hiyo hali kiujumla Mwakilembe hatujui tuzungumze yapi tuache yapi, lakini hali kiujumla ni ngumu mno na ni mbaya, sio tu kwa Irani, mbaya duniani kote. Nani atakayemshawishi Muirani akae mezani? Kwanza wanaomboleza kifo cha baba yao mtukufu wao Khamenei kwa siku 40. Umeona? Na pia vile hawezi kumsaliti Khamenei. Khamenei alishaacha misingi ambayo imenyooka. Ya kama siku nikifa mimi msije mkamwacha mtu Mashariki ya Kati akatembea barabarani hivi. Alizungumza. Nikifa mimi msije mkamwacha mtu hata mmoja ambaye anatembea anapumua. Mtu yoyote ambaye anashirikiana na Marekani mpeni kipigo. Kwa maana ni kwamba bado wanajaribu kufanya yale ambao wameagizwa na Khamenei mpaka sasa, na makombora mfululu yanapigwa sio kawaida, na bado hawajaweza kutumia makombora yao mapya mpaka hivi ninavyozungumza. Wanatumia makombora ya kawaida tu. Kwa mwalimu, bado hali ni mbaya sana, na uchumi wetu sisi huu wa dunia ndio utakuwa mgumu, kwa sababu mafuta yakipanda duniani, sio yakipanda, ya mafuta yameshapanda bei. Mafuta yameshapanda bei, maana ni kwamba uzalishaji pia utapanda bei. Kwa hiyo kila kitu kitapanda bei.
Kwa kila mtu duniani lazima ataonja ule uchungu. Kifupi, anayeshikilia uchumi wa dunia kwa sasa sio Marekani. Nani? Ni Mwajemi. Uchumi utarudi katika leka kawaida mpaka pale kama Mwajemi atakapoamua sasa inatosha. Lakini wamesema kwamba hawezi kusimamisha vita kwa sasa, wanapigana mpaka siku 60 ziishe ndio watafikiria kuingia mezani. Hauwezi kutulia kiongozi wetu afu tusimamishe vita. Sisi sio wachokozi. Wamesema sisi sio wachokozi. Mchokozi ni nani? Ni Marekani ambaye ameamua kutuvamia katika ardhi yetu. Huyo ndio mchokozi na kutuulia viongozi wetu. Makelebe nimaliza kusema kwamba nani Amanei pia mke wake pia Amanei ameuawa ile siku. Kwa mke wake pia Amanei aliuawa ile siku, mtoto wake wa kike aliuawa ile siku, wajukuu pia waliuawa ile siku, na ndugu wote wa karibu waliuawa ile siku. Makelebe tuwakaribishe wote ambao wako tayari kujiunga na sisi kwenye kundi la Babu wa Kivita na Historia ya Dunia. Wapige 0762155025 762155025 kujiunga na kundi la Babu wa Kivita na Historia ya Dunia. Kwa hiyo Mwakilembe huyo ndio Mwajemi. Wale ambao walikuwa hawajamuelewa vizuri Mwajemi ndio huyo sasa hivi. Maana ni kwamba huyo ndio taifa. Sasa hivi ndio taifa lenye nguvu duniani. Kwa sasa ni Mwajemi, sio Marekani wala sio lenye nguvu, kwa sababu Mwakilembe kusimama vitani na Marekani na Israeli na washirika wake sio kazi ndogo. Ile wamepiga kila nchi na bado vita vinaendelea. Muendelee kuomba huko, mwalimu wa neno la Mungu. Mwalimu, nilitaka kukukumbusha kitu kuwa Wajemi walijenga makaburi kwa ajili ya kuzikia miili ya Wamarekani, askari wa Kimarekani, kwa sababu walisema hawezi kuwazika maeneo ambayo ni maeneo matakatifu. Unajua ile ni nchi takatifu ya Kiislamu ile. Kwa hiyo waliwatengea maeneo ya kuzika makaburi na wakayajenga kabisa. Kwa hiyo hicho ulichokuwa unasema kuwa kama Israeli na Marekani wakiamua kupeleka askari wao, basi wajue makaburi yao tayari yameshajengwa Iran. Makaburi tena mwalimu. Nakushukuru bwana. Asante ndugu yangu.